What's poppin'? Nite Jijolino Silence aka mtangazaji moja kama watangazaji 100, na hii crew ambao niko nayo hapa ni crew ya watu wa modeling kwa mazingira yetu, watu ambao wanafanya fashion model, na leo wamekuja kuhusika kwenye video ambayo inafanyika hapa ya Wagwa Men. Nikaona sio mbaya nipige nao story ili tuweze kupata kile ambacho wao wanakuja kukifanya siku ya leo. Nitaongea na huyu ambaye ndo designer mkubwa wa kundi hili na crew hii hapa. Kama amesimama hapa ni kwa sababu jamaa anahusika kwenye mambo mengi, lakini pia nitapiga story na kila mmoja wao ili tuweze kupata kitu ambacho ni bora zaidi. Oya, ni gani? Ududu. Kama kaa sana. Mishe zimekaa kabisa. Bana, hadi kupata mishe hii, si ndio? Ndio. Mmejiandaa kiasi gani na mavazi yenu yanakaaje kahaje hadi watu wapendelee kile ambacho nyewe mnakifanya? Kwanza sisi kujiandaa tupo sana kwa kuwa ni muda mrefu tulianza kazi leo. Okay. Kwa maandalizi yana muda. Hiyo sina budget ya kusema kwa ni miaka kadhaa muda. Yaani sisi tupo tu. Tulivyojiandaa mpaka sasa tukawa tupo tu tayari muda wote. Na pigo zetu kwa siwezi kusitaja hapa. Tulikuwa tutapiga subirini ngoma itoke. Subirini muone maududu ya watu wa fashion mode. Watu wa fashion mode tupo. Sawa, always tumeona kwenye video nyingi mnakuwa mkishiriki, wanawashirikisha watu ambao ni ma designer na ma fashion models, si ndio? Kwenye video zao. Before hapa mlikuwa hamuhusishi sana kwenye videos, si ndio? Nini kilikuwa ni changamoto? Ni kwamba mlikuwa hamfanyi vizuri kwenye maandalizi yenu au watu walikuwa hawajui fashion model ni nini? Kwanza watu walikuwa hawajui fashion model kutokana na utovu wao wa elimu. Elimu ipo chini. Lakini walivyokuja kugundua kuwa model ipo, model ni vitu vizuri. Yaani kama nyanya maji kwenye mboga. Walivyogundua watu wapo, wakatuchukua na kazi yetu ya kwanza ilifanya vizuri. Kwa hiyo watu wakanogewa, wakaona chumvi ya dunia ipo. Kwa hiyo wanakuja sana. Sawa, nimeona kwenye kazi ya Mbembe Mbondo ni kazi ya Dick Real, ndio. Ugumu gani ambao wewe uliupata kwenye kudesign zile nguo? Maana nimeona watu wamevaa suti, wengine wana briefcase mkononi. Ni ufundi gani ulitumika pale ili kuweza kuboresha ile kazi? Kwanza ufundi ulitumika pale napenda kuuita akili ya kuzaliwa. Kuna akili ya shule na akili ya kuzaliwa. Yaani pale kikubwa kilitumika akili ya kuzaliwa na uzoefu wa kazi. Ndio kitumika. Ugumu, changamoto zipo tu ambazo ni za kawaida. Unajua kwenye maisha changamoto hazikosi, lakini changamoto ambazo ni short, japokuwa yani huwezi kuzuia changamoto, lakini tunapambana nazo mara kwa mara, kwa hiyo zinakuwa sio kali sana kivile. Kwa hiyo tunazibu. Sawa, always nawaona mnakuwa ni crew ya wanaume na fashion model kwa hapa mazingira yetu pia mna wanawake, si ndio? Hao wanawake mnawapeleka wapi? Ndio wanacheza kama ma video vixen kwenye video, si ndio? Au wao wamepoa kwa sababu hawana ubunifu na ni waoga wa kufanya mambo? Amna, wanajua tu sio waoga kufanya mambo. Ila tunadili na order inayotoka. Sisi tunajua kundi ni nyingi, hasa ukiangalia video vixen ya kundi ni nyingi. Ila fashion model yetu tuseme ni ya kipekee. Kwa upande wa kiume mara nyingi tunakuwa kipekee sana kuliko wa kike. Kitu nikiweke wazi. Lakini sio kama mabinti zetu hawawezi na kwamba sio wazuri. Ila soon mtaona kwenye kazi zingine. Japokuwa order zinatoka sema tunataka wavulana tu. Kwa hiyo tunabidi tulete wavulana, tulete mabinti, na order imetokaje kwa bosi. Sawa. Ndio. Mimi nahamia kwa hapa. Wewe kwanza nimepiga na story kidogo. Ngoja nirudi kwa jamaa. Japo wao wote ni warefu kunizidi, lakini tunatengeneza mazingira, watanielewa tu. Tunapokuwa kazini, kitu gani ambacho wewe ukipendi? Hasa mnapokuwa mmealikwa na bosi ambaye ametoa oda yake, alafu umefika location, kitu gani wewe ukipendi? Kitu ambacho msipendi ni kupewa order na mtu ambaye mimi alinileta hapa. For example, bosi anaweza kawa amenileta ni msanii. Sasa natokea mtu mwingine anakuwa ananipa maelekezo ambayo mimi sijapewa na bosi na mwenye kazi yake. Hicho ni kitu ambacho sipendi kabisa kwenye kazi yangu. Sawa, bosi wako hapa tulipo ni director au msanii ambaye leo anashoot? Mimi bosi wangu ni director. Kwa director ndiye ambaye ameniweka. Director ndiye ambaye amenialika, ila director yake alikuwa na msanii. Director alikuwa na kazi iwe nzuri kabisa, iwe kali. Akaona acha niwaike na hao jamaa ili
kazi iende vizuri. Okay, kitu gani kilikufanya ukapenda kuwa model au ukapenda kujiunga na kundi la fashion models, ndio? Yep. Ya kikubwa kwanza naweza nikasema kuwa mimi ndoto yangu ni kuwa artist. Okay. Yani ndoto yangu kubwa sana toka bado niko mdogo kuwa artist, because udogoni kwangu nilikuwa nipo dancer. Okay. But muda unapozidi kwenda naona ile dancer, so yani sio kitu ambacho naweza kufanya mimi kama pharmacy. Yani kikubwa nataka niwe pharmacy. Okay. Ya niwe pharmacy. Nikaona hapa kwenye fashion model naweza nikaweje nikawa pharmacy. But hata hapo pia nyumba ikiwa na pharmacy wangu utakuwa sio mkubwa kivile. Naweza kalita kwenye mambo mengine ili tuwe pharmacy. Unajua bro? Yes. Bwana, hapa nimekutana na mtu ambaye ni mkali sana, ambaye anapenda umaarufu kuliko kitu kingine kwenye maisha yake. Niambie upande huu wa pili. Oya kaka, ni aje? Kama kaa. Leo tupo location. Kitu gani umependezwa nacho toka umefika hapa mpaka tuna chill tunapiga story? Mazingira location ambayo tulikuwa tumeandaa na kisa kukuta ni vitu vingi vipo vizuri. Vipo vizuri. Yeah, wewe na Tolo mmefanya kazi mara ngapi na ungependelea sana muendelee kufanya naye kazi mara ngapi? Nimefanya naye kazi mbili. Na hii hapa nasi ndio itakuwa ya tatu. Okay. Sawa, ni changamoto zipi ambazo wewe kama model ama unahusika kwenye videos ambazo always Tolo anakuwa anawapush au nyewe mnampush kwa namna moja ama namna nyingine mnakutana nazo? Changamoto ni kwamba vitu ambavyo mlikuwa mmevipanga kwa wakati ambao wewe umesha kuwa mamboya, alafu napiga tena simu naambia mwanangu vile vitu usije tena navyo, tulikuwa tunataka tuangalie tena mazingira mengine. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto tayari. Okay. Bwana, ngoja niame nije mpe mtu hapa. Mpe mtu hapa. Oya. Hapana, tunahamisha mtu mmoja mmoja. Tunahamisha mtu mmoja mmoja. Huyo analo ngumu jamaa. Tunaweza kabla. Kashikia hapa. Sawa. Na hii ya kwangu. Hapana, inaleta nani? Eko. Tutakuwa na sauti je moja hivi. Kisha zima bado. Yaani Kabai Sandezi wewe unakuja kutushauri mambo ya hovyo. Haya. Okay, nimekuja kupiga story na wewe bwana. Acha kubishana kabisa bwana. Why always mtu ili awe model, si ndio? Anatakiwa awe ni mtu wa design gani? Ya kwanza kabisa naweza nikasema ni mtu ambaye anajikubali. Cha kwanza inabidi ujikubali kwanza, maana uwezo ukawa model aliyakuwa wewe unajiweka down. Cha kwanza naweza nikasema ujikubali. Nafikiri ni hivyo. Sawa. Modeling ni mtu wa design gani? Ina maana unabidi uwe ni mbavu sana, mwembamba sana, au hata mtu mfupi anaweza akawa ni model? Hapo kabisa mimi naweza nikasema model ni kwa style yoyote ile. Okay. Kwa maana ukisema model yani unamaanisha aina. Okay. Kama sijakosea. Okay. Kwa lugha yetu, maana hapo uliongea Kimombo. Nasikia. Hapo naweza nikasema model ni kwa style yoyote. Ili mradi tu uzingatie zile take. Okay. Za nani za umodo. Kwa maana unaweza ukawa bonge. Ngozi ikikufiti nini? Watu wanapenda vitu kama hivyo. Okay, kwenye misingi ambayo wewe umehusika kwenye video ya Mbembe Mbondo. Ni changamoto gani ambayo wewe ulikutana nayo pale na ambayo leo hapa kwa mazingira toka tumefika umeona kwamba changamoto hiyo haipo? Nafikiri kwanza kwenye video ya Mbembe mimi sikuwepo kabisa. Siku ile pale nilipata changamoto kidogo ya ugonjwa. Tunajua kama binadamu ni mambo ya kawaida. Okay. Nafikiri ni hivyo. Siku ile ya Mbembe mimi sikuwepo.